Nataka ile topic ile mada tunaenda kuingia kuzama baraka za mzazi. Mwanzo 49 mstari wa 25 inasema kuna baraka za mbinguni. These are spiritual blessings. Baza peano na Baba Mungu wetu, our Heavenly Father. Alafu anaendelea kusema and your ancestors shall help you. Wale ya mababu ya kiukoo ya kwako watakusaidia. Na ile baraka ya mzazi ambayo tunapokea pale ni baraka itokae katika mchanga, beneath the soil. Baraka itokae kwa mchanga. Kila mtu anajua akipokea ploti, chamba, ako mbele sana. Apata ile hati, the title deed, ako mbele sana. Changa uko na bei. It is expensive. Na unaitishwa security katika bank. Collateral unaitishwa ni nini uko nacho. Kitoa cheti hicho chamba. Muko sasa katika mezani kuongea na naye unayetaka kupatie pesa. This thing is powerful. Kwa jirani yako, title deed ni powerful. Ni karatasi lakini inaongea kuhusu mchanga kwa niaba ya mchanga. Na title deed si ya watoto. Ni ya watu wako na akili, ya watu wazima. Toto ukimpatia hiyo ni karatasi tu kama ya kawaida, utachukua crayons na chora. Wewe kupatia hiyo. Wow. Naona uko mbele. Kwa sababu ni pesa. Changa ni pesa. Changa ni unapatikana oil, gas, dhahabu, almasi. Mawe ambayo ni dhamana kabisa. Mungu ameiweka hivyo kwa sababu anajua kwa nini. Na hata mimi na wewe tutoka katika mchanga. Sahihi. Pulizo la Bwana, uhai wa Bwana ugali ndani yangu, ugali ndani yako. We are porridge mchanga. Mchanga uliingia bathroom ukajipondoa, ukajipaka mafuta korona, kachana nywele, kuingia salon, kavaa vizuri. Na ni sawa. Siku hiyo ikifika, baadaye Mungu akafanya vizuri sana, sitakuwepo, hata wewe utakuwepo. Wengine ndio watakushughulikia. Mipango ya Mungu ni ya maana, ni nzuri sana. Mchanga. Bia jirani yako mchanga. Hii mada ukiipata utakuwa umefaulu kiasi ambacho hata wewe ukiangalia nyuma utasema kama ningelijua. Unajua watu ambao wa ufalme wa giza kusemesha udongo wanafunga watu. Kuna watu wamefungwa miguu yao hawatoki ile boma ya mzazi. Hapo kuzunguka. Wengine wamefungwa kiasi hiyo market ya kwao hawatoki. Walisoma wakaenda chuo kikuu, tuseme kama Nairobi, kaenda Kisumu, Maseno University, wengine wakaenda Mombasa, lakini wakavurutwa na maneno iliyosemeshwa mchanga, wakarudishwa pale nyumbani. Nataka nikuonyeshe umuhimu wa mchanga. Na mchanga uko na masikio, by the way. Utaona. Na hakuna kiumbe Mungu aliumba ambacho hakina masikio. Mchanga, miti, mawe, manyumba, magari. Kwani Mungu alijenga magari? Aliweka akili mwanadamu alitoka kwa God. Marko 11 mstari wa 13
Yesu yatembea na mitume wake akielekea Yerusalemu, akaona mti wa mkuyu mtini, akatamani kula tunda kutoka yule mti. Akakaribia, akaona hamna kitu, lakini inaonekana uko ready kutoa matunda. Akausemesha, waambie mtini pasipatikane mtu kula tunda kutoka kwako. Wakaenda. Aliyekuwa naye mitume wakasikia yale maneno. Of course mtu haukurudisha, lakini maneno ikaingia. Wakaenda. Kesho yake wanarudi. Petro akainuka akasema, Rabai mwalimu, tazama yule mtini ambao nililaani jana umekauka kuanzia mizizi mpaka matawi. Hata wewe tafakari. Think. Petro alionaje mizizi? Kwa sababu mambo yote tunaonao ni ya kiroho. Yaani yako mambo yote ni ya kiroho. Ni spiritual. Hata kula hiyo chakula spiritual. Kila kitu spiritual. Joshua 24 mstari wa 27. Joshua aliongea na wana wa Israeli, akawaambia, maneno ambayo nimeyasema mbele yenu yatoka kwa Mungu Baba. Mkiyatenda, haya mawe yatashuhudia mazuri kwenu. Mkikataa kuyatenda, haya mawe yatasema mlisikia, kwa sababu hata mawe yalisikia na hamkutenda. That is how powerful the Son is. Katika Matendo ya Mitume twaona Yesu ameletewa mwanamke ameandikwa jina malaya, kahaba. Yesu akaangalia akacheka tu. Kwa sababu it takes two to tango. Na malaya si mtu, si mwanamke, si mwanaume, ni roho. Na ikiwa huyu mwanamke ni malaya, alikuwa na nani anapiga umalaya? Wanaume walileta huyu mwanamke tu. Na wakaja wengi sana, Mafarisayo na Masadukayo. Haijaandikwa, lakini mimi naamini when Jesus stooped low, hakuongea na mtu, lakini akachechemea, akaenda chini, akaenda chini, akaandika. Pengine jina moja ya Farisayo ilikuwa Yusufu, Joseph. Kaandika Joseph. Wewe hukumbuki? Wewe ndio ulikuwa na huyu mwanamke. Yusufu roho yake ikakerwa, akarudi nyuma, akatweka, akaenda peke yake. Yesu akainuka tena, akawaangalia, akarudi tena, kaandika majina. Na wewe John, si ulikuwa umeweka koti yako kwa fulani? Sitaki kutaja majina watu wasikukumike. Na wewe Kamau, si ulikuwa? Nataja wanaume, sitaki kutaja wanawake kwa sababu wanaume ndio walileta mwanamke. Akaandika hapa chini. Na wewe Kamau, kumbuka hata ulikuwa umekosa estate, nilifanya usaidiwe na mtu wa motorbike. Na wewe ni kuhani. Ulikuwa umedisguise, mweka mpaka hood na bojori kama mtoto mdogo. Akaandika majina kama 20. Wakarudi wote, wakaenda. Aliposimama akauliza Yesu, wako wapi waliokushtaki? Mama akapinduka, akaangalia, hamna mtu, wameenda. Because the Son has got power and authority to strike the conscience of men. Waone kisirani yao. Kwa hiyo mchanga can settle disputes. Mchanga uko na umuhimu sana. Uko na umuhimu sana. Nataka tuandamane pole pole. Kwa sababu kuna kitu. Baraka za mzazi zitakutupatia. Mzazi ili akupatie hiyo kijichamba, hiyo eka 1, eka 3, eka 10, lazima wewe mtiifu kwa baba, kwa mama. Una visit, unakula vizuri, wanakaa kwa vizuri.
akienda kuandika wasia yake anasema hii ni ya John ikataa. And the others will do nothing about it. Si hata yule mzee aliambia kijana yake enda mavidoni ukaniletee nini? Upike kanyama kama ile natakaga. You buy these blessings. Unazitafuta kutoka mbali. Sio kupewa hivi tu. Yusuf was Jacob was a conman. Hakuwa. Lakini sikia, mama yake akiwa amewabeba wakiwa wawili kwa tumbo, Roho Mtakatifu alimwambia yule mdogo yeye atakuwa mkubwa huyo kwanza. Rebeka akajua hivi. Ndiposa akamtengenezea nguo ya ngozi ya kondoo ili baba akiguza aone ni yule Esau. That is how blessings are powerful. Na ni dhamana unazitafuta sana. Unajua wachawi walitumia kile ambacho ni chetu na wanatuharibia. Wakachukua mchanga wakaisemesha ili mtu asikafaulu. Amesoma asikafaulu, ndoa yake isikafaulu, awe bure. Wakaipinda, they warped the truth. Yani wametumia silaha yetu sisi warokole kutuchapa sisi. Naomba mtu afikirie hiyo kitu. Lazima tuinuke sasa. Why don't we speak the soul sisi tuiongeleshe? Tumesoma andiko. Sikasema leo mchungaji alikuja tu amejaa porojo. Mimi sijajaa porojo. Niko na maneno ya Mungu. Psalms 115 verse number 16. Even the heavens are the Lord's, but the earth, the soil, has He given to the children of men. Mbingu na hata mbingu ni ya Mungu. Lakini dunia hii mchanga huu ni wa watoto wa wanadamu. Nataka nikuulize, wewe ni mtoto wa mwanadamu? Are you a child of man? Yes. Na mchawi ni mtoto wa mwanadamu? Yes. Atakaye kuwa wa haraka kusemesha mchanga kwa njia nzuri, wewe ambaye ni mrokole, au mchawi kwa njia mbaya, amekufunga. God forbid. And this is where we are supposed to arise. Shukue kile ambacho ni silaha yetu. Kampinge kabla hajakupinga. Kamuhamishe kabla hajakuhamisha. Nimesema mara kadhaa, nimeitwa na mchungaji. Si mtu wa kawaida, mchungaji. Chama lake halimei chochote. Alikuwa amelisi kutoka kwa mtu. Aliyemulisi, aliyembakia chama mandizi, machungwa, kila kitu, maharage, mahindi, cabbage, inaenda vizuri. Lakini kile kijichamba cha kile ambacho alikilipia kutoka kwa huyo mtu na majirani yao iko sawa, kwake vumbi. Nikafundisha hiki, tunafundisha kwa ufupi. Akasikia. Akaniambia basi nataka kuelewa zaidi. Tukakaa chini. Kampeleka hatua kwa sababu maandiko iko katika Biblia. Akaniambia hii chama itafufuka. Kaambia kwani wewe ukienda hosi unakunywa dawa? Si unapona tu. Without God, squeeze madaktari hatuambie tutoe nguo. Zamani ilikuwa toa. Lakini kasichana kadogo. Kaambia baba yake kama mimi toa. Na unatoa. Kwa sababu sinataka kupona. Mungu akusaidie na anisaidie. Na wewe ikiwa uko na shida ya udongo, mchanga, utasikia kile nakwambia haki. First thing is to identify the problem. Ikiwa huendelei, hii ni biashara, unaanza miezi 3 inatitia, inadondoka. Uko na masomo, umesoma vizuri,
unaajiriwa huendelei, watoto wako haendelei. Imagine, umesave, unapeleka fungua duka na gari, pick up wengine lori, lakini vile hizo bidhaa zitadondoka, ukiambia uandike kasentence ujui, kwa sababu ni mambo ya kijipepo, ni ya rohoni. Kuna mtu alikaa akasamecha mchanga wako. Kitabu cha Mika chapter 2 verse 1 and 2. Ole wao wale ambao wakiwa wamelala kwa kitanda hutamani mali za watu, hutamani mashamba ya watu, hutamani magari ya watu, hutamani wake za watu, hutamani waume za watu, hutamani vitu vya watu. Kunapokusha wanaamka kuyatekeleza physical. Hii ndio nilisema, hii shamba anachukua mchanga, ana walk away. Hii ndio gari anaiguza, anasema ndio hii. Ani wake wacha kusalimia na kila mtu unacheka. Yaani inaonekana ujinga kiasi fulani. Mume wako umcheketi, lakini stranger. Unatulia tu kama mbuzi na nyolewa manyoya. Lakini mume wako hamna. Kwa sababu ya mapepo. Alikuita usiku. Nimesema Mika chapter 2 verse 1 and 2. Usiku. Na akaongea akasema, huyu nikimwendea atulie kama mbuzi ananyolewa. Na hivyo ndivyo itakuwa mchanga. Unatwaliwa. Inakataa. Inua mkono wako, sema Baba katika jina la Yesu. Kama unajua, sema Baba katika jina la Yesu. Mungu kanipe hekima, kanihekemishe, nipate ya rohoni neno lako, ili nikapate kumpinga shetani katika jina la Yesu. Unajua, kuna maana nataka tuingie. Mchanga hasikota huu. Iko na utubu wa uzazi. Unaweka mbegu ya maharage, inatoa mumea. Mwisho inaleta ile maharage. Unaweka bebe, ndizi, mahindi, inatoa kitu kingine si mahindi. Lakini mwisho ulipata kamoja, inatoa 3 crops. Imejaa mahindi na githeri mingi na mgopoi. Hebu sikia. Kuna kitu iko maajabu, maajabu ndani ya mchanga. Kile unaweka ndani inatoa na inazalisha, ina multiply. Hello? Lakini kuna utofauti moja tu. Kile kitu kikikufa kinafuatana na mchanga. Hukupata hiyo, hukupata. Mti unakuwa ukioza mchanga. Ng'ombe ni nyama ikioza mchanga. Mwanadamu akioza akiwa hana uhai ni mchanga. Gari shuma ikioza mchanga. Kuna kitu, the uniqueness of the soil. Ukipatia mbegu inapokea, inazalisha, inaleta mazao mazuri, because that is how God created it. Iko na uhai. Mchanga is a living organism. Kwa hiyo inaweza laaniwa na inaweza kaa imebarikiwa. Kukiwa na mchai ilaaniwe, itakuwa kama kijichanga hiyo pasta. Tukaenda pale, tukiwa tumeomba vizuri na tukasemesha ule mchanga. Nikamwambia sasa, weka ng'ombe, lima, panda. Na ikaendelea. Lakini hatukujua kitu moja. Yule mchawi alikuwa ndani ya madizi anaangalia. Baadaye akamuuliza, na yule mtu alikuwa ametoka hapo, alikuwa anasema nini? Kwa sababu katika nchi ya rohoni alisikia kuna mimba, kuna kuchoma, akasikia kuna fire, akasikia kuna moto, akataka kujua hii moto inatoka wapi. Hiyo ni ya warokore ambao wamejifahamu na wanajua ya kwamba hapa duniani wao ni maabara
mkono wa kuume wa Baba with authority and power. Hiyo ndio mrokole wa sasa. Wacha ingine ati sijui shetani kichwa yake ni kama watermelon, miguu yake ni kama jembe. Wewe endelea na matusi, utaona. Utajua kichwa yake si lazima watermelon. By the way, the devil is the most beautiful, cute creature God ever created. Soma Biblia. Shamba yake ikafaa. Hallelujah. Amen. Unajua hiyo biashara yako ya nguo inatoka kwa cotton, ni mchanga. Unajua hiyo biashara yako ya sausage na mandazi ni chapo. Hii mchanga. Je, unajua hiyo biashara yako ya kuuza magari? Ni mchanga. Chuma yatoka kwa nini? Kwa mchanga. Unajua hiyo mwili wako? Wewe ni mchanga, mimi ni mchanga. Nastahili kuwa na urafiki na mchanga. Nataka niongee na mtu pole pole kwa sababu tunaweka msingi. Tunaenda kuingia hatua nyingine ya kupenda. Hawa watu wa ufano wa giza hawatatuweza tena. Ikamata hii hawatatuweza. Na wewe waache kulala ovyo ovyo. Ukija mwambie waache kulala ovyo ovyo. Wajua wengine hata wanachotwa mchana tu. Akikaa chini tu ameenda kwa gari, na unastahili kuwa gari uombe. Hawa watu wa giza wasiangushe gari. Unalala unaenda. Hata wengine unyamba kwa ni watu wanakuwa kasi. Hata mtu akujipanga vizuri hapo kwa gari. Naona kama hapo petrol yake. Mungu akusaidie na anisaidie. Wewe usikule sana ukiwa kwa gari. Ni safari. Hallelujah. Tumeona ya kwamba Psalms 115 mbingu ni ya God, lakini mchanga ni yetu, si ndio? Kwa hiyo mtawala ni nani? Ni sisi, sio God. Mungu ni roho. Kwa hiyo lazima uzaliwe uwe the children of God. Amen. Amen. Mwanzo 1:1, in that very beginning, katika hiyo mwanzo Mungu akaumba mbingu na ardhi. Akaumba mbingu na mchanga. Kwa hivyo katika mawazo ya Mungu alikuwa na mbingu na tena akawa na mawazo yake yakawa katika mchanga. That is how important the soil is. Sitaabudu Mungu mwingine ila mfano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudi. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Tutakaa tena kuogopa. Oh,
Genesis 1:11, Mwanzo 1:11. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Mungu akaamrisha, let the soil bring forth. The word bring forth is a miracle word. Ni neno la kimuujiza. Mchanga hakukuwa na chochote. Ulikuwa mchanga tu. Hata ukiangalia mstari wa kwanza ndio aliumba mbingu na ardhi, mchanga. Kwa hivyo hakukuwa na kitu. Na Mungu kwa sababu ananiwazia mazuri na amekupangia na kuwazia mazuri, akataka sisi tukule matunda, tukule aina ya mboga ya mrenda, segeti, akataka tukule tere, akataka tukule viazi. Akaangalia mchanga, akausemesha, akaamrisha, na wewe mchanga ukalete miti ambayo ni ya mchungwa, wewe mchanga ukalete paupau, ukalete ndizi, ukalete nyasi, kwa sababu kuna mboga zitatoka huko mchanga. Tutaendelea tu hiyo chapter 1 and 2, tutaona hata ng'ombe zilitoka kwa mchanga. Chaka mama ajabu. Hallelujah. Ikiwa kuna this miracle word, bring forth kutoka kwa mchanga. Si hata mimi nikiwa na mahitaji na stahili kuongea na mchanga utoe. Hapo basa unaonekana kama umepoteza mbao. Ndio. Ikiwa hujapoteza mbao kwa mambo ya ufalme, ukiwa very normal, ukiwa wewe ni scientist na ukiwa wewe ni nani, na ni vizuri kusoma, ni vizuri, hata mimi nimesoma. Lakini ikiwa God alisemesha mchanga na ukatoa, kwani mimi na nimeumbwa kwa sura na mfano wake, nikihitaji siniamrishe mchanga utoe ukanipatie nikapokee. Ana hapa watu wananyamaza. It is true. Wakorintho wa kwanza kuanzia 17:21. Ndipo unaona Mungu wale ambao wamesoma sana, wako na hekima, akafanya kuaibisha vyombo dhaifu. Akina Petro, watu ambao hawajasoma, watu ambao hawana lolote, akawapa hekima yake, akawaneemisha, wakawa vyombo vya kutumika katika ufalme wa Mungu. Mimi nataka kutumika katika ufalme wa Mungu. Mimi nataka shamba yangu itoe mazao. Nataka biashara yangu, mimi si kuweka museum vitu vikuja hapo kwa duka ati inakaa hapo tu ni kutoa vumbi tu. Nataka watu wakuje. Kwa hiyo nitawaita watu wateja kutoka mchanga, na usemecha mchanga, siku ya leo nimeleta bidhaa mpya, leta watu wanunue hizi bidhaa. Na waita watu wa kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, jo wanakuja, hiyo bidhaa inaenda. Weka hapa tu ngezi yako itakaa hivi tu, ngezi na hii ngezi, mkae hapo mnaangalia. Ikiwa God aliita hawa watu, acha kukaa hivi mzee. Acha. Ita watu wanunue mali yako, hiyo bidhaa. I don't know, sijui kama unanielewa. Unajua leo ilikuwa introduction, sasa kukupatia dozi usikuje ukachakanyikiwa. I didn't come here to mix you up. I came here to confuse you the truth. Vijana naona waniangalia. Hata huyo mke wako na mume wako kwa mchanga. Ongea na mchanga. Release my wife to me. Release my husband to me. Kwa sababu walisemecha mchanga, hawakukujia kwako wewe, walisemecha mchanga. Juzi Friday nikija maombi, nikasikia na uzito mwingi sana hapa tu kwa magoti na miguu. Nikasema wanajua ninaenda maombi. Nikaanza kuongea, niko na ufunuo, nikaanza kusemeja mchanga.
Nilizunguka hapa. Tuko na wale tulikuwa nao kanisani. Hiyo maombi ya usiku. Ijumaa, 3 hours marathon kesha. Nikazunguka. Nikamwambia mchanga, ninabeba mchanga hivi, mchanga sikia, na mkono wa kushoto. Niachilie. Wacha kufunga miguu yangu. Nina hatua nyingi ya kwenda kuhubiri injili, and my feet are carrying the gospel. The good news. Lazima niende kuhubiri. Nikasikia nimefunguka kuanzia chini. Nikasikia mwili kama ubaridi kidogo. Nikasikia miguu yangu iko nyepesi. Nikaanza kushukuru Mungu. Asante Mungu kwa sababu umelipa ufunuo, nikaongea na mchanga waliosemeta nisikaje katika maombi. Sasa mimi nimefunguliwa. Nikaomba kama masaa mawili nikiongea na mchanga. Mambo mengi sana. Pastor umeanza kuabudu mchanga. Sio ni sanamu. You see, the biggest problem we have is small knowledge. Yani hekima ndogo is truly dangerous. If these people are doing it, wakiwa kwa kitanda wanaota na wanakamata hiyo vitu, mchana wanatoka wanakamata hiyo vitu moja kwa moja. Mimi sisemi wewe ukafanya hivyo, itakuwa laana. We don't do it that way. Ours is what I'm going to teach you today. Mungu akasema mchanga, bring forth. That is the right way we are going to do. Hatutajificha, tumelala, umetoka star projection, unaenda kufanya mambo na mwili wako uko hapa, unaenda mpaka Mombasa kufanya mambo, unaenda Kakamega kufanya mambo na mwili uko hapa. Sio hivyo. Hiyo ni kichawi. Kwenda kimwili. Hiyo ni kichawi. Naongea kuhusu sisi warokole. We have got the power and authority. Tuko na mamlaka na uwezo. Na tukiongea kama Mungu, when we speak like God, miracles happen, things happen. Lakini unaongea, lakini akili yako na mtu wa ndani haiandamani. Alipoza nikawaambia, ukiombea mtu afufuke, uone amefufuka, kwa nini watu watoroke na ulikuwa naomba afufuke? Kwa sababu it was not inside of you. May God help me. Mungu akusaidie hata wewe. Na mambo tunafanya. Sema assignment. Assignment kupatiwa kazi kufanya. Ile kazi ya kwanza Mungu akaipatia udongo ni kutoa kile alitaka. The first assignment we are supposed to give the soil ni ilete kile ninahitaji. Sijui kama wewe umejipanga. Kwa basa unakuwa umejipanga kiasi gani? Zoom kamera yako hapa ili walio mbali waone. We are very practical people here. Hizi mandazi mchanga. Na mchanga ulio hapa huko Amerika. Mchanga ulio hapa huko Kisumu na Mombasa, Northeastern ni mchanga. Kwa hivyo useme siku leta ya kwangu, hii si ya kwangu, meitoa hapa tu nje. Hii mchanga hii. Umezumu? Kwa sababu hata hao nataka wajue. Hii mchanga is carrying everything that you need. Unahitajika tu kupolish your theology. Uondoke katika hiyo roho ya udini. Uingie katika Biblia kwa sababu Biblia si dini. The truth belongs to Jesus. John 8 verse number 31-32. Wakati umepata ukweli utakuweka huru. 36 of John 8. Ikiwa mwana wa Mungu atakuweka huru, basi you are free and free indeed. Hii ni kitu itakuweka huru. This will set you free. Hata ukibai plot wacha kuingia tu kichapa, kuingia tu na unaanza kutembea na kutawala. Hii ni pesa yangu, mali yangu. It's true, but it's not true. Kwa sababu kuna mizimu
ya wenye ukoo, wenye chama hii, na wako ndani, wako chini. You must do a bit of spiritual mapping, history ya hawa watu, ili upinge hiyo vitu, utaangue hiyo maneno yao, utaangue imani yao, utaangue tabia zao, zisije zikakupata, zikakuandama wakati unaendelea. Pokea hii kwa ufunguo. Elimeleki mke wake alikuwa anaitwa nani? Mke wa Elimeleki alikuwa anaitwa nani? Walienda katika nchi ya Moabu. Alikuwa anaitwa Naomi. Vijana Kilion na Mahlon wakaenda katika ile nchi. Mzee ako na mke wake Naomi na vijana wake. Hapo sawa. Si wamezaa, si yako sawa? Si amebarikiwa. Akaenda katika nchi ya Moabu. Ile nchi ameenda, kuna laana iko ndani ya mchanga na inaongea na haibagui. Tumeona ya kwamba mchanga, Psalms 1:15, it belongs to the heavens and heaven belong to God. Lakini mchanga ni wa kina nani? Ni wa kina mwanadamu. Wengi wakaenda pale, ijapokuwa aliacha mchanga wa kwao Bethlehem ya Juda, wakaenda ni mchanga tu. Na kuna laana iko ndani ya mchanga, ambayo ya roho ya incest. Ambia jirani yako incest. Yaani ni baba kulala na mtoto wake, ni kijana mwanaume, brother to sister, hii kisirani inaitwa roho ya incest. Iko kwa mchanga hii laana. Wakati wameingia pale, wamepata hii tasa. Hawakuzaa. Kilion na Mahlon wameoa Orfa na nani? Na Ruthi. Yes. Hakuna kitu walitoa. Kwa sababu kulikuwa na laana. Ilikuwa imewafizia, ilikuwa imewafunga katika mchanga wa Moabu. Wakati wameamua kurudi, kwa sababu mzee na vijana wawili wa kiume wamekufa, mama Naomi akafuata na yule Ruthi, wakaenda. Wakarudi Bethlehem ya Yuda. Yule Ruthi hakukaa sana. Si amepata watoto? Na ndio tunapata ukoo wa Yesu. Sio iko sawa? Laana ya mchanga. Tuelewe ni nini. Na mababu zetu, parental blessings. Usipopokea hapa, mzazi wako akubarikia mchanga ili upate rasilimali, kuambia nimekubariki, pata ng'ombe, pata makondoo, pata maploti, pata machamba, pata magari, barikiwa afya yako. Hiyo yote ni mchanga. Ndipo sana naambianga, acha kukaa kama senge. Yaani umechukua msichana wa watu, utaki kulipa mahari, nakaa tu kurarua tu. Wacha hii maneno. Pelekea mzee na mama mahari yake, akule akiwa hai, akiwa anajua kula nyama ni nini. Sio wakati anauliza na hii ni nini, kwa sababu hata macho imeenda. Mpelekea ajue na akule. Na hata yeye aweke benki, kwani akiweka benki atajikuna. Hawa anatoa kidogo. Na wewe uendelee na msichana yake. Mzee. Hii mchanga imebeba kila kitu. Today was just an introduction. Nataka tuombe sasa. Ikiwa utaweza na imani yako imeenda juu kama yangu, nitakupatia nafasi uchukue kwa mchanga ni kuongoza jinsi ya kuongea na mchanga. Aliye tu na ufunuo ndiye ataenda kuchukua mchanga. Ikiwa juu kaa. Wewe kuna kitu kimekusumbua, kaa hapo. Shala galaba yangu. Yes. Tunapata hiyo pambio ili uchukue mchanga kidogo tu, sio kama hii yangu. Yangu ilikuwa nyingi kwa sababu
Tunaendelea kuzungumzia na hata Grace Refreshing Conference ambayo itakuwa mwezi wa 10 kuanzia tarehe 10, 11, 12 katika Whispers Park. Yani jijaze, mbele jirani yako jijaze. Hata sisi tunaenda Whispers Park. Naenda kanyanga huu ndongo na hii ndio itakuwa mafundisho. Parental blessings. Hallelujah. Amen. Hebu nisikie vizuri kabisa. Mchanga huu tunaenda hatua kuisemesha. And I want us to be very careful in our faith. Tumaanisha tutafungua hata watu waliofungwa kupitia kusemesha mchanga. Mimi hii kitu nawafundisha kwa sababu ilinipata mimi. Mama yangu mzazi amefungwa kwa sababu ya mchanga wa babu yangu. Yeye ameoleka hapo, lakini baba yangu wa kwanza akasema achukue kitu inaitwa succession. Nyumba hiyo ingine ikakasirika, kaenda mahali walienda. Imenibidi kusemesha mchanga wa babu na umbeba na usemecha. Naleta maaskofu na usemecha na mwaga mafuta. Alikuwa amefungwa kuongea na kula chakula. That is how nikaingia kwa Biblia kufanya utafiti research. So nilikwambia najua kile najua ni nini. Hata waliofungwa atafunguliwa. Magonjwa itaondoka. Masomo waliosoma ataenda kuajiriwa. Doa zitafunguka leo. Lazima tuondoke katika hali ya udini na uoga. Tuingie katika hali ya kumaanisha. Jesus was not a joker. Hakuja katika dunia hii kuigiza. Ni yeye. Same yesterday, today, and forever. Amen. He doesn't have a shadow that changes. Amesema itafanyika. So hii mchana nataka tuende hatua kwa hatua. Wewe ndio unajua ukoo wako ni nani. Utasemesha mchana. Uko hai na uko na masikio. Tunaanza kuambia kuachie. Utakuongoza na wewe pia utasemesha yako kwa ile unaona na siku sema. Na Jumapili kwa Yesu hata utakuwa amerudi. Tutaendelea na hii
tuzame zaidi. Oh Jesus. Hebu inuka kwa sababu vita huwezi kuwa umekaa chini. Asante kwa kutii. Sema Baba katika weka kidole yako hivi. Sema Baba katika jina la Yesu. Mchanga huu wewe ukausemecha katika Mwanzo 1:11 na ukaamrisha mchanga toa miti, nyasi, hata wanyama wa miguu ine, hata wa miguu miwili, toa dhahabu, toa mafuta, toa ngezi, toa vyakula vya kila aina, mimea inaambatana na mbegu yake, toa, na ikawa hivyo. Hata nami niko hapa nafuata hilo neno kwa imani ya mababu, radical faith. Wewe mchanga na kusemecha wa ukoo wa mahali nimezaliwa, taja mahali nimezaliwa katika jina la Yesu Kristo. Sikia neno la Bwana. Wewe uko na masikio, ulisikia Mungu akikusemesha na ukatoa kile ambacho Mungu alikuamrisha. Nami niko hapa, toa kile ambacho nitakuamrisha, kanitolee sasa. Toa afya njema, magonjwa yote ambao wewe umesemeshwa ikawa program katika mchanga huu wa mahali nimezaliwa. Magonjwa ya promo, ya saratani, kansa, magonjwa ambayo ni ya diabetes, kisukari, magonjwa yote ambayo ulemea mwanadamu, TB, kila aina ya magonjwa, leo kwa jina la Yesu na kuamulisha wewe mchanga, toa, kaniondolee mchanga, kaniondolee mchanga ambao unalaaniwa ndani ya mwili wangu, mchanga wa mwili wangu. Hutachukua magonjwa tena, ukasemete wewe mchanga, ili nikae nikiwa mtu ambaye kukaa hasara, madeni, nikiweka biashara haisimami, ndoa, hakuna kuweka ndoa. Leo kwa jina la Yesu, sikia wewe mchanga. Ndio wale waliokaa katika ufalme wa giza waliprogram nikae na kisirani, lakini mimi nako program tena kwa sababu uko na masikio na niko na Mungu. Sikia kuanzia sasa, tapika chochote ambacho kilikuwa program kiniadhiri mimi katika ndoa, katika biashara, katika mambo ambayo ni ya kila siku. Toa, tapika. Na sasa hivi wewe mchanga na kuprogram sasa, ukaniletee mazuri, afya njema, kunona, ukaniletee biashara nzuri, ukaniletee gari nzuri, ukaniletee kijijaba mzuri, biashara nzuri, watoto wazuri. Kuanzia leo mchanga, sikia neno la Bwana. Mimi sitafungwa tena na wachawi, miguu yangu haitafungwa tena na wachawi, akili yangu haitafungwa. Mimi nimesoma, mimi naelewa elimu. Kuanzia leo mchanga, achilia mahali nilikamata mimi, achilia mimi ni mchanga, achilia akili yangu, achilia masomo yangu, achilia katika jina la Yesu. Mimi naenda mbali, niko na visa, niko na passport, lakini sijaingia ndege. Kuanzia leo achilia visa yangu, achilia visa yangu. Ninaenda kupanda ndege, lakini sio kwa matembezi tu, kufanya kazi nipate pesa nilete nyumbani kwa jina la Yesu. Mimi nimefaulu, nimepenya katika jina la Yesu. Sasa ongea wewe, semesha mchango wako. Rakabashana kanarataka. Naona watu wanafunguliwa. Kwa hakika tuko juu pamoja na Yesu, mkono wa kulia wa Baba, juu ya ngome na usultani na mamlaka yote ya giza, juu ya magonjwa, juu ya maradhi, juu ya hasara yote, juu ya deni yote, tuko juu. Shikana bayala bashana rekede kwa taraka na bayano. Milango mipya ifunguke ya ndoa
achilia baraka kwa wapendwa na kuagiza mchanga kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu na kondoo. Toa baraka kwa wapendwa, toa ushindi. Shakada mayala bashada. You are the God. You are awesome in His praise, mighty God. You are awesome in His praise, Abba Father. You are worthy of our praise, unto you almighty name. You are awesome in His praise, mighty God. Watamalaki hapa Mungu wangu, watamalaki hapa Baba yangu, wastahili sifa, utukufu wote. Watamalaki hapa, watamalaki hapa Mungu wangu, watamalaki hapa Baba yangu, wastahili sifa, utukufu wote ni wako. Watamalaki hapa. Mchanga sikia. Huyo mtoto riko bushara wakayana. Shanga wapate toba. Sikia neno la Bwana. Rita kayana mashana. Riko bashara kayana. Waliosemesha mchanga huo wa baba pate toba. Sikia kuanzia leo na kuamulisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu na kondoo. Chilia ukijana. Huyu hataanguka tena. Miguu yake haitafungwa tena. Kichwa haitauma tena. Na kuamulisha wewe mchawi ulisemesha mchanga wapate kuuma na ukoa kwake, na kuamulisha leo achilia huyo kijana katika anga ya rohoni, katika anga ya mchanga ambao ni asili, katika anga ya majini. Wewe nakamata maneno yako na ninakuamuru kuanzia sasa, changanyikiwa wewe mchawi, kwa damu ya mwanakondoo, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, by the power of the blood of the Lamb of God. Ianze kufanya kazi sasa. The foundation of this world was laid upon the blood of the Lamb of God. Msingi wa dunia hii, mchanga huu uliwekwa juu ya msingi ya damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo wewe mchawi, matambiko ulichinja ukaweka damu ili familia ichanganyikiwe, ili familia ikae kisasara. Kuanzia leo hiyo damu naiyatangua, haina nguvu tena. I nullify that power of the blood ya matambiko ya kafara. Huyu ni wa Yesu. Kuanzia leo achilia yeye. Kuanzia kichwa. Achilia yeye. Achilia kichwa chake. 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 Ninakuona wewe. Ninakuona wewe mchawi. Achilia. Revelation 12 verse number 15-16. Revelation 12 verse number 15-16. Yes. Dhoruba yoyote, gharika yoyote umerusha ili familia ikatokomee, ikabebwe na gharika ya magonjwa ya kuumwa na kichwa. Kuanzia leo, magonjwa ya kifo leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Revelation 12 verse number 15-16. Yes. Si mchanga usaidie huyu mtu. Si mchanga usaidie hii familia.
umeze maroho yote ya majini, umezwe. Fire, 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 fire. Sichomeke. Achilia, achilia yeye, achilia yeye. Utamtesa tena, utamtesa tena. Si mtu ainuke sauti yake na aseme damu ya Yesu. Nisaidie kusema damu ya Yesu. 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 Piga sauti kwa jina la Yesu. Roho yote takatikiwe. Roho yote takatikiwe. Katika mwili wake, katika mioyo yote, awekwe huru kwa jina la Yesu. Hebu rudia nyuma yangu. Sema Baba kwa jina. Fungua macho, niangalie. Sema Baba kwa jina la Yesu. Wacha kufunga macho. Sema Baba kwa jina la Yesu. Mimi niko huru. Maneno yote yalionenwa na walio hai na wamekufa haitanifunga tena. Mimi naenda kufaulu kimaisha katika kila eneo ambao ni ya haki. Naenda kufaulu, naenda kubarikiwa. Kuanzia siku ya leo, mchanga wa kwangu uko huru. Naenda kubarikiwa. Utaniletea afya njema, utaniletea ushindi wa magari, wa maploti, wa utajiri na rasilimali. Naenda kubarikiwa. Sitakaa tena mtu amefungwa. Maroho ya wheelchair kuanzia leo kaniachilie. Kaniachilie. Mimi sitakalia wheelchair tena. Sitakalia wheelchair tena. Wheelchair chomeka. Chomeka. Uliwekwa ili nikae hapo, nisikaende kudhihirika. I will manifest. I will manifest. I will manifest. Katika jina la Yesu. Shalaba kama shati. Umebarikiwa. Umebarikiwa. Jesus. Alaba la shati. Asante Bwana. Revelation 13 verse number 8. All that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Inua mkono wako wa kuume, sema Baba katika jina la Yesu. Mimi, taja jina lako, mimi Mohoro. Kuanzia leo sitaabudu hiyo joka. Kwa maana mimi najua damu ya mwana kondoo imenitakaza na itaendelea kunihifadhi katika maishani, ndoa yangu, biashara zangu za haki, kazi ya ajira, yote afya yangu imewekwa juu ya msingi ya damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Taka ushukuru Mungu kwa dakika moja ili tufunge. Thank you Jesus. Shalabaka. Ritari barina shanta. Yes. Shukuru Bwana.
kuheshimu